Karibu mtazamaji wa Kilimo TV. Leo hapa tutakuwa na mazungumzo kuhusiana na hili tatizo la mlipuko wa panya ambalo limetokea hususan kwenye mazao ya mpunga hapa. Leo tupo na mtaalamu kutoka TPSPA. Yeye atatuambia zaidi kuhusiana na mlipuko huu, ni nini ambacho kinasababisha. Vile vile nikwambie tu wao jukumu lao hii, kwa vile Zanzibar na ile divisheni ya ukaguzi wa mimea na utibabu bado hawajawahi kutokezewa na tatizo kama hili na kulidhibiti. Sasa amekuja huyu mwakilishi kutoka huko TPSPA, atatuambia zaidi ama atatimiza zaidi kuhusiana na mlipuko huu, ni nini kinafanyika. Nzuri. Karibu sana kwenye studio zetu. Asante. Kwa faida ya watazamaji wetu, jitambulishe ni nani na nafasi yako. Asante. Kwa jina naitwa Christina Tewele. Mimi ni kaimu mkuu wa kituo cha kudhibiti baa panya kutoka Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania, TPHPA. Ni mamlaka iliyo chini ya Wizara ya Kilimo. Ndio. Kwa hiyo kazi zenu labda pale ni vipi? Kama nilivyosema, mimi nimetokea kituo cha kudhibiti baa panya Tanzania. Kazi yetu kubwa ni kudhibiti baa panya. Kwa hiyo nini linapotokea hitilafu za panya sehemu kwenye kilimo, nini ndio mnaibuka? Sisi ndio kazi yetu kuu, pamoja na kazi zingine nyingi za mamlaka. Lakini kituo hiki cha kitaifa kazi yake kuu ni hiyo, kudhibiti baa panya na kutoa uelewa namna gani ya udhibiti wa baa panya. Mnafanya kazi na kilimo, kwa nini mmechagua panya? Kama nilivyosema, mamlaka yetu ni kubwa. Ndio mamlaka inayohusika na afya ya mimea pamoja na usimamizi wa viuatilifu. Kwa kazi zetu ni nyingi. Sasa moja ya kazi ya mamlaka ni kudhibiti visumbufu vya mlipuko, akiwepo panya. Kwa hiyo kama kutokezea na sungura sawa na madhara pia mtaenda? Hapana. Nafikiri mpaka kikawepo kituo hiki, manake ni kisumbufu cha mimea ambacho kina madhara makubwa sana, na ndio maana sasa tukawa kuna kituo maalum kwa ajili ya kuhakikisha udhibiti wake unafanyika vizuri zaidi. Sawa, sasa tumzungumzie panya kwa ujumla. Huyu panya ni nani? Panya ni mnyama. Panya ni mnyama mwenye uti wa mgongo kama alivyo binadamu. Na panya wapo aina nyingi sana. Na tuna aina takribani 2500 kwa dunia ambazo zimeshavumbuliwa. Kwa Tanzania tuna zaidi ya aina 25 za panya ambazo zilishatambulika katika nchi yetu. Lakini kwa leo ningeweza kumzungumzia zaidi panya shamba kulingana sasa na somo letu la leo. Panya shamba ambaye kwa kiasi kikubwa ndio anatusumbua zaidi Tanzania. Panya shamba kwa jina la kitaalamu tunamuita Mastomys natalensis. Na huyu panya shamba yeye anapatikana karibu mazingira yote ya nchi ya Tanzania. Kwa hata huku Zanzibar katika kuripoti hilo, panya shamba ndio ambaye anasumbua kwa kiasi kikubwa. Kuendelea ya kwanza, huyu ni mkubwa kama panya buku au ni wale wadogo tu? Ni wale wadogo. Wale ni wale wadogo. Ni wale ambao ukiwatizama wanakuwa na hadi gramu 150. Kuanzia gramu 5 hadi 150 wako hapa. Kuna vidogo zaidi, kuna wale wakubwa zaidi kama panya buku. Hizo ni aina tu. Lakini tunapozungumzia zaidi panya shamba, tunamzungumzia sana huyu Mastomys natalensis kwa namna ambavyo uzalianaji wake ulivyo na namna anavyoweza kuleta madhara makubwa sana katika mimea yetu na mazao yetu. Hao panya umeniambia ni wadogo, kwa hiyo hata mazingira ya nyumbani pia tunakuwa tunaishi nao au? Yes. Kwa hiyo ni wale wanaotusumbua nyumbani ndio wanaingia mashambani kuharibu vilivyo? Hapana. Kuna pia panya wa nyumbani. Tuna panya wa nyumbani, lakini pia tuna panya wa shambani.
Panya wa nyumbani, mazingira yale ya nyumbani ndio yanamfanya ishi ndani. Panya wa shambani, yeye mazingira haya shambani ndio yanamfanya ishi shambani. Lakini kuna wakati pia panya shamba anaweza akatoka shambani na kuingia. Sawa, sasa tuende moja kwa moja kwenye haya madhara. Hawa panya umesema ni wadogo. Madhara gani ambayo wanasababisha katika shughuli zao na mfumo? Panya wanasababisha madhara makubwa sana. Labda nianze kwa kumwelezea huyu panya shamba ambaye nimekuambia uzalianaji wake jinsi ulivyo. Unaweza pia ukakupa picha moja kwa moja namna gani wanaweza kuleta madhara. Panya shamba yeye hasa huyu Mastomys natalensis ambaye ninamzungumzia, yeye ana uwezo wa kuzaa watoto kuanzia 1 hadi 20 mpaka 24. Mimba yake ni siku 21 tu. Binadamu tunachukua siku miezi 9. Sasa panya yeye mimba yake inachukua siku 21. Akizaa ana uwezo wa kuzaa hao watoto kuanzia mtoto mmoja hadi 20 au 24. 24 nasemea ni inakuwa ni maximum kwa sababu panya yeye ana tips 12 upande mmoja, panya jike huyo na tips 12 upande mwingine. Kwa maana ya kwamba mazingira yakiwa ni mazuri anaweza kuzaa watoto kuanzia 1 mpaka 24. Sawa. Na panya jike akishazaa mazingira ni mazuri ana uwezo pia wa kubeba mimba ndani ya masaa 24. Kwa maana kwamba ananyonyesha wakati huo anabeba mimba tena. Sawa? Lakini wale watoto wakisha wazaa miezi 2 hadi miezi 3, watoto pia wanakuwa na uwezo wa kuanza kuzaana. Maanake wanakuwa ni wako matured, wako matured. Kwa unaweza ukaangalia kama unapanya tufanye labda panya 50 huko shambani. Alafu ukawa na majike hata 30. Alafu mazingira yao ni mazuri kwa wakati huo. Nikisema mazingira mazuri kwa panya kuzaana namaanisha kwamba kuna chakula kutosha, lakini pia wana maficho kwa ajili ya kuweza kuhifadhi watoto wao wanaowazaa. Kwa hiyo ikiwa tunafanya 30 katika mazingira hayo, kila mmoja kazaa tu watoto 10. Wale watoto 10 baada ya miezi 3 wakawa na wenyewe wako tayari kuzaana, wakazaa tena. Population inakuwa ni kubwa. Kwa maana ya kwamba wasipodhibitiwa ndio haya sasa unasikia sasa mlipuko wa panya na ndicho ambacho tunawapata wenzetu wa huku Zanzibar, na wakaona watafute sasa namna ya kuweza kufanya nini kuwapunguza wasiweze kuleta madhara katika mazao yao. Sawa. Zanzibar hili swala lilitokea kwa awamu iliyopita ile na sasa hivi limekuja tena, labda hali ipoje? Na wewe umeshakuja mmeshaangalia wataalamu ipoje hii, na mara ya kwanza ilikuja likadhibitiwa na sasa hivi mnaionaje? Kama nilivyosema, ukiangalia uzalianaji wa panya jinsi ulivyo, nafikiri ndani ya miezi 3 kama kuna kizazi ambacho hakikuwa kimedhibitiwa lazima kitaendelea kukua na kuendelea kuzaliana. Tulikuja mwaka jana, ilikuwa mwezi wa 5 pia. Ni mwaka sasa. Kwa kama ni mwaka sasa, maana yake na huku kisiwani suala hili ndio kwanza tumeanza kulipokea mwaka jana. Nafikiri pia kutokana na mabadiliko ya hali hewa, lakini pia kutokana pia na uzalishaji unaoendelea. Maana yake kuna chakula cha kutosha, lakini pia wanaendelea kupata maficho. Sasa hayo mazingira yanafanya panya waendelee kuzaliana kwa wingi zaidi. Na ndio maana unaona tena tumeitwa kwa mara nyingine kuja kufanya kazi hiyo. Na tumekuja sio kwamba hatukufanya udhibiti. Usingefanya udhibiti maana yake usingekuwa na chakula kabisa. Usingekuwa na chakula kwa sababu
namna ambavyo panya wanazaliana, ukae mwaka mzima hujafanya udhibiti, ni tatizo kubwa. Kama ambavyo tunafahamu, madhara ya panya yanaanzia kwanza, mwanzo kabisa panya yuko kwenye hatua zote za uzalishaji. Kwa mfano mpunga, panya yanaanzia kitaluni kabisa. Akakata ile miche ambayo tunategemea kupandikiza. Lakini pia ukienda kupanda, anaweza kuingia mle shambani na kuharibu hizo mbegu zetu. Na ukidhibiti pia hapo, au kadhibiti usipoendelea kufanya uchunguzi wa mara kwa mara, mpunga tu ukianza kukua, utaanza kupata ile masuke, anaenda kukata masuke. Ukiweza kusevu hapo, ataingia pia ghalani. Kwa hiyo ni panya anaharibu kwenye hatua zote. Kwenye hatua zote. Yes, kwenye hatua zote. Yani tangu kuanza kupanda, kuandaa kitalu, unavyopanda, mmea unavyokuwa, hadi unavyoenda kuhifadhi. Panya yupo. Sawa. Kwani nini kipo hapa tangu tarehe 15. Na tunapita kwenye mabonde yote, Unguja pamoja na Pemba, na mpaka sasa tumeshafanya Bonde Sudi, tumefanya Kilombero, tumefanya Cheju mpya, Cheju Kongwe, lakini pia tumefanya kwenye bonde la Kibonde Mzungu, wanaita Kibonde Mzungu, na bado tunaendelea. Lengo letu ni kuhakikisha tunapita kwenye mabonde yote kama ambavyo walituambia, na kuhakikisha kwamba tunafanya udhibiti kwa kina. Lakini sio hilo tu, na kuhakikisha kwamba wakulima wanapata uelewa wa namna gani ya kuendelea kufanya udhibiti. Kwa hiyo hivi mkifika kwa wakulima kwenye kutoa elimu, labda ni mwitiko wao wanakuwa na kutaalamu tayari wameshapata habari? Mwitikio wao upo, ingawa si sana. Hili ni tatizo sasa la mahali pengi Tanzania. Mwitikio upo, ingawa si mkubwa sana. Kwa sisi tunatamani mwitikio uwe ni mkubwa, ili waweze kujifunza kwa kina. Kwa sababu tunapoongelea habari ya udhibiti wa baa la panya, sio kwa habari ya wataalamu peke yao. Ni habari ambayo inataka mashirikiano kati ya mtaalamu na mkulima, kati ya serikali na wale watu ambao serikali nao. Yani lazima kuwa kuna mashirikiano ya pamoja, ndipo ambapo mnaweza kufanya udhibiti unaoeleweka. Vinginevyo sasa tutafanya udhibiti nusu ambao sasa mtajikuta ile inatokea mara kwa mara. Ukitokea at least kwa kuanzia miezi 3-6 mwaka, sio mbaya sana. Sio mbaya sana kutokana na ile siku sasa uzalianaji wa panya. Lakini sio leo umeniita, mwezi ujao tena ukaniita, ina maana kuna kitu hakikufanyika vizuri. Kwa hiyo mwitikio wao upo, lakini sio sana. Natamani uwe kwa kiasi kikubwa, ili waweze kupata elimu. Kikubwa ni kupata elimu, kwa sababu sio kila siku lazima tuwe sisi. Sio lazima, wala sio lazima wataalamu wa Plant Protection Division hapa Zanzibar wao wenyewe wakulima mmoja wanatakiwa wafahamu hiki kitu, wajue ni namna gani. Panya tunao. Yaani panya wapo siku zote. Lakini tunataka basi wawepo kwenye kile kiasi ambacho hakitaleta madhara kwenye mimea na mazao. Mtazamaji wa Kilimo TV, nikukumbushe tu hapa tuna mazungumzo na mtaalamu kuhusiana na mlipuko huu wa baa la panya ambalo linatokea katika mabonde yetu ya mipunga, hususan hapa Zanzibar nzima. Na huyu mtaalamu yuko hapa kutueleza na kutufahamisha ni jinsi gani wao wanakuwa wanadhibiti mlipuko huu wa baa la panya. Nirudi kwako sasa mtaalamu.
Tanzania na hapa bara. Kuzifika katika hili suala la Tanzania na bara, Tanzania na Zanzibar, kuhusiana na huu mlipuko wa hili bara. Naweza nikasema mlipuko, ukisema mlipuko wa panya, mlipuko wa panya maana ni kile kiasi ambacho kimezidi. Lakini mlipuko unatokea kote. Bara pia unatokea pia na huku Zanzibar unatokea. Sasa sijui naweza nikalinganishaje kwa habari ya eneo. Sasa sijajua naweza nikalinganishaje, lakini mlipuko pia bara upo. Tofauti ni kwamba kule bara, kwa sababu ni siku nyingi ilishaanza kutokea, kwa hiyo wakulima wetu kuna wakulima ambao tayari wameshaanza kujua namna ya kufanya udhibiti hata kabla baa halijatokea. Wao tayari wameshaanza kujua kwamba natakiwa labda niende shambani, nitakague shamba, nifanye hiki. Hii yote itapunguza. Kwa hiyo anapokuja kuripoti taarifa, ina maana yani tatizo ni kubwa. Yeye kama yeye hawezi, kwa sababu hii pia ni kisumbufu cha mlipuko. Kumbuka ni kisumbufu cha mlipuko. Kwa hiyo wao angalau wanajua namna na aina mbalimbali za kufanya udhibiti, badala ya kutegemea tu wataalamu watoke huko wafike. Tofauti sasa na Zanzibar ambako sasa ni kwanza linaanza. Kwa hiyo ndio maana tumekuja ili kuendelea kujenga uelewa zaidi kwa wenzetu wataalamu, lakini pia pamoja na wakulima, kwa sababu udhibiti wa baa la panya ni tofauti na udhibiti mwingine ambao unafanyika. Udhibiti wa baa la panya wataalamu lazima wawepo, kutokana na zile sumu ambazo zinatumika. Shakuma tu baa la panya, maanake tunaingia kwenye udhibiti wa kutumia sumu. Sasa lazima wataalamu wawepo, wajue ni namna gani ya kuliendesha hilo zoezi, na wakulima waelekezwe namna gani ya kufanya, namna gani ya kutega hicho chambo, vitu kama hivyo. Tofauti ya bara na Zanzibar ni hivyo, kwamba kule tayari ilishakuwepo siku nyingi, huku ni kama kitu ambacho ni siku. Kwa elimu yake pia tunatakiwa kuifanya kwa kina zaidi, ili wataalamu wafahamu na wakulima wafahamu pia, wao waweze kufanya. Mara ya pili linakuja hili janga limetokea, hawa wataalamu vipi kwenye uelewa, na hawa narudi tena pia na hawa wakulima sisi mara pili. Nakushukuru mtangazaji. Mara ya kwanza tulikuja, tatizo kwa sababu ilikuwa ni tatizo. Wataalamu tuliotoka Mamlaka ya Afya ya Mimea na Ziwa Filipi tulifanya kazi kwa sehemu kubwa sana. Kwa na wenzetu walikuwa wanatuona namna ambavyo tunafanya, na wakulima walikuwa wanaendelea kuona namna ambavyo tunafanya. Na baada ya kumaliza lile zoezi, wataalamu kutoka Zanzibar walikuja. Kwa tukaendelea kuwafundisha namna ya kufanya udhibiti. Sawa. Kwa bahati hawakuja kile kipindi ambacho kilikuwa sasa ndo jangalipo, yani tupo sasa tuko na zile harakati za kufanya udhibiti huko kwenye vijiji na kwenye wilaya mbalimbali. Hakutukuta kipindi hicho. Kwa walisoma sana kwa nadharia sana. Walisoma kwa nadharia sana, hatukuweza kuzunguka nao kwenye wilaya tofauti na vijiji, wakaona sasa ni namna gani tunafanya. For this time ambavyo imetokea, katibu mkuu alivyoitaarifu mamlaka kwamba tuna 1, 2, 3 tunaomba ili tuweze kufanya udhibiti. This time sasa tunachokifanya ni kuwaengage wao, washiriki zaidi kwenye kufanya hilo zoezi yetu, na kufundisha wakulima, lakini tukiwa tunaendelea kuwacoach. Yes, tunaendelea kuwacoach na kuona kwa namna gani wataalamu wetu wanakuwa vizuri ili kuweza kukabiliana na janga hili.
Kwa hiyo tupo pia kwa ajili ya kuendelea kuwasaidia pia wataalamu wenzetu kujenga uelewa wa pamoja katika kukabiliana na hili bala pana. Mikakati yenu ni ipi kuhakikisha kuwa Zanzibar sasa wanajitegemea wenyewe wataalamu hawa na kutumia kuleta mmoja Zanzibar kwenye swala hili la udhibiti wa hawa panya? Mikakati yetu ni kuhakikisha wataalamu wako vizuri. Wataalamu wakiwa vizuri, maana yake ni kwamba wataweza kusimama wao kama wao. Na tutawaelekeza, tutaendelea kuwaelekeza kama mamlaka humu hizi zinapatikanaje kama mamlaka. Na kama sasa Wizara ya Zanzibar kama ambavyo wanaendelea kutuomba, tunaendelea kuwa na mashirikiano, maana yake baadaye watasimama wao. Na ndio maana tunaendelea kuwa jirani na wataalamu ili kuendelea wafahamu nini ambacho kinafanyika. Na mpaka sasa tunashukuru hata tukiwa tunatembea huko kwenye sheria mbalimbali, wataalamu wanasimama na wanafanya vile ambavyo wamefundisha. Tunaanza kuona kwa tukiona hapa hajaenda vizuri, basi unafanya hiki, unasimama unafanya hiki. Hivyo kwa mikakati yetu sisi ni kuhakikisha kwamba wataalamu wa hapa wanafahamu vizuri juu ya udhibiti wa panya na wanasimamia wao kama wao. Tanzania bara pia ni kubwa. Kwa hata sisi kuja huku pia kuna mambo mengine ambayo pia kule wanaendelea. Hili halihusiani na management labda wanavyomanage lile shamba lake. Na je, kwenye haya mabonde ambayo mmetembelea ni athari kubwa inaonekana au baadhi ya mabonde ndio tayari yameathirika? Ni baadhi ya mabonde ndio ambayo yameathirika, sio mabonde yote, na ndio maana hapo mwanzo sitaweza kuyataja mabonde mengine ambayo pia mwaka jana tuliyatembelea. Lakini kikubwa kama ulivyosema management, ni kama ulivyosema management, kwa sababu hapo sasa tunaingia kwenye swala la udhibiti. Tunadhibitije? Sisi kama mamlaka ya afya mimea na viuatilifu kwa kushirikiana na wenzetu wa Plant Protection Division hapa Zanzibar, sisi tunatumia njia. Tuna njia kwanza ni mbinu shirikishi, tunaita mbinu shirikishi au IPM, Integrated Pest Management. Lakini pia kuna ikishafika kwa baa la panya sasa, maana yake sasa panya wako kwenye kiasi ambacho mkulima mmoja hawezi, vinginevyo apoteze kila kitu alichonacho shambani. Tunaingia sasa kwenye habari ya kutumia kemikali. Sasa kwenye habari ya IPM au udhibiti hiyo shirikishi, tunatumia mbinu mbalimbali ambazo pia wakulima kama wakulima wao wanazifahamu zile za kiasili. Lakini tunazungumzia hapo sasa habari ya kufanya usafi wa mashamba kama ambavyo nimekwambia. Panya ili aweze kukaa sehemu anahitaji chakula pamoja na maficho. Kwa hiyo usafi wa mashamba ni kitu muhimu sana katika usimamizi wa mashamba kwa wakulima wa mashamba. Lakini pia tuna matumizi ya mitego mbalimbali. Wakulima wao wanajua mitego yao ambao wanajua kutega. Lakini pia kuna kuwinda. Hiyo kuna mahali ambapo panya pia ni kitoweo. Zipo sehemu ambazo panya ni kitoweo. Kwa hiyo pia hata wakiwinda pia ni njia mojawapo ya kufanya udhibiti. Lakini njia nyingine ambayo ni kubwa sasa ni kuendelea kuwapa elimu. Naamini wataalamu wa kilimo wanazunguka kwenye mashamba ya wakulima wetu, wanaongea na wakulima namna mbalimbali sasa za kuweza kumanage mashamba yao. Kwa elimu pia ni kitu muhimu sana. Elimu kuwakumbusha kwamba unajua panya ili aweze kuwa hapa anahitaji nini na nini, unajua tunatumia vitu gani, vitu kama hivyo. Kwa elimu ya mara kwa mara. Kwa ni kitu ambacho sasa wataalamu wetu walioko hapa Zanzibar na mimi wataendelea kuwapa kila wanapokutana na wakulima wetu. Lakini tuna hiyo njia ya pili sasa, njia ya kutumia kemikali. Ndio tunasema sasa hapo ina maana panya wameshakuwa kwenye kiasi ambacho ni kikubwa, mkulima mmoja hawezi. Tunaposema hivyo maana ukienda shambani utakutana na mashimo mengi sana ya panya. Ukifika unakutana na mashimo, tena ni yale tunasema mashimo hai, active burrow. Mashimo hai kwa mashambani.
Ukipita shambani utakutana na nyayo za panya kila kona, utakutana na vinyesi pia vya panya kila kona. Sawa, ukipita shambani utakuta mazao yanaharibiwa kwa kiasi kikubwa. Nikitolea mfano wa mahindi, unaweza kukuta mahindi yale panya amepanda juu, kamenya ile ganda lake na amesha pale, unakutana na vumbi. Sawa, kama ni mpunga, ni yale masiku yote yamekatwakatwa, yameharibika. Kwa hizo zote zinakuonyesha kwamba ni nini? Ni mlipuko. Sasa katika hali kama hiyo, na unakuta ni shamba zima, au nikikupatia mfano mmoja, wakati wa kupanda, panya anaweza akafanya uharibifu wa 100% kabisa. Yaani umepanda mbegu zako eka 5, kesho asubuhi ukaamka hujakuta chochote. Yaani kama unakuta tu yani yale maganda makadha ya nje ya mbegu ndio yako nje, amepita kama ni shimo baada ya shimo, kwa maana kwamba anaweza akaharibika, akafanya uharibifu wa 100%. Sawa, uwezo mbegu. Sasa hali kama hiyo inavyotokea, uwezi ukamwambia sasa mkulima usafi mashamba yaani katika hali hiyo mnaingia sasa kwenye kitu ambacho kitastop ule mlipuko kwa haraka sana. Alafu mkulima sasa akaendelea kutumia mbinu zake zile zingine kuhakikisha sasa ule mlipuko haurudi tena mpaka mazao yake atakapokuwa na kuvuna. Hapo sasa ndo tunaingia kwenye hiyo njia ya kufanya udhibiti kwa kutumia kemikali. Kuna sumu sasa ambayo inatumika kufanya udhibiti wa dawa ya panya na sumu ambayo tunatumia, na inakuwa na vitu vya kuchanganyia. Na vitu vya kuchanganyia kama nilivyokuambia mwanzo, hii ni mashirikiano kati ya serikali na mkulima, kati ya mtaalamu na mkulima. Sasa sio serikali pekee yake. Hiyo sumu sasa ni serikali ina uwezo wa kununua, lakini tunamhitaji sasa mkulima yeye aweze kuchangia hivyo vitu vingine vya kuweza kuchanganya na hiyo sumu. Kwa utakutana hapo mahindi, kama ni mahindi ya kikalaza, kama ni pumba za mpunga zile laini, kama ni pumba za mahindi. Sawa, tunakuwa pia tuna dagaa, tunakuwa pia tuna mafuta ya kula, na kila kimoja kinakuwa kina kazi yake. Sawa, hizo punje nafaka panya yeye anapenda nafaka. Ndio maana tunatumia pia nafaka, kama ni pumba za mpunga, kama ni pumba za mahindi au ni mahindi yaliyopalazwa. Hivyo vyote ni vitu ambavyo vinamvutia panya kula. Alafu pia tunachanganya na dagaa ili kuweza kumvuta aliko kokote kule aweze kuja, ili siweze kumdhibiti. Lakini pia tunatumia mafuta ya kula kwenye hicho chambo, ili kuweza hiyo sumu tunayotumia iko kwenye powder form, ili iweze kushikamana vizuri na zile pumba pamoja na dagaa, ikifika kula ni rahisi. Kwa hiyo ni sumu ambayo, hii kemikali ni sumu ambayo inatumika kumdhibiti panya kwa haraka ili kupunguza ile kasi ya mashambulizi. Lengo letu ni mimea na mazao yetu kwa salama. Kwa hiyo hatuwezi kutumia tena kitu ambacho kinafanya kazi taratibu. Kwa hiyo hii tukija sasa kuchanganya na kumpatia mkulima akaenda akatega shambani kwake, na mimi leo jioni akiweka, kesho asubuhi akaenda na kutoka mizigo ya panya. Ndio maana tunasema hii ni sumu ambayo inatumika kudhibiti mlipuko. Ndio maana tumekuja ili sasa kuweza kushusha kwa haraka ile idadi ya panya iliyopo mashambani ambayo inafanya mashambulizi. Alafu baadaye tunaambia mkulima endelea kufanya hivi na hivi na hivi ili janga sasa lisiweze kufika tena na kuendelea kufanya haribifu. Kwa tuna hizo njia mbinu shirikishi IPM pamoja na hiyo ya kutumia sumu. Ni sumu tunatumia pale ambapo sasa tunajiridhisha kwamba ni janga, na lazima tuweze kutoka kwa haraka na mambo mengine. Sawa. Sasa hapo umezungumzia sumu, kuna udhibiti huu sumu. Sumu hii haiwezi kuleta athari yoyote na yale mazao pale shambani? Hapana.
Kwa nini? Na tushasema sumu hivi hasa sumu zikoje pale? Tuna sumu inaleta madhara. Sumu inaleta madhara. Kwa sababu lengo letu sisi ni kumdhibiti nani? Panya. Lakini sumu hiyo inaweza ikaleta madhara pia na kwa viumbe wengine. Hata wewe binadamu. Inaleta madhara kwa viumbe wengine hata kwa wewe binadamu. Lakini si kwa ule mmea au zao lililopo shambani. Sawa? Na ndio maana nimekuambia tunafanya udhibiti kwa kutumia sumu, ni kemikali, sumu. Lazima wataalamu wawepo. Na shamba kikichanganya, mkulima hapewi mpaka apate shughuli ya namna gani ya kubeba afike shambani, namna gani aende akapige shambani, ajikingaje ili asiweze kukutana na hiyo sumu, afanyaje akikuta kuna mzoga wowote zaidi ya panya huko kule shambani. Unaweza kukutana na sungura. Ujala nyama mwaka mzima. Ukasema nimeshapata kitoweo. Sasa afanye nini? Ndio hivyo vitu sasa, ndio maana tunasema tukifanya udhibiti kwa kutumia sumu, lazima pia tukae na wakulima na kuwaelekeza madhara, namna ya kuihandle hii sumu ili kuwe na udhibiti ambao pia ni salama. Ni salama. Yes. Sawa. Mtazamaji wa Kilimo TV, haya ni mazungumzo kati yetu na mtaalamu kutoka TPHPA ambaye anatueleza mengi kuhusiana na jinsi gani panya hao walioripuka kwenye mabonde yetu ya mpunga ni jinsi gani wanawadhibiti na wanaendelea kudhibiti. Kwa kumalizia sasa, mtaalamu, waambie, una kipi cha kuambia hao wakulima ambao wanakata tamaa kuhusiana na zile hasara wanazozipata kule mashambani na wataalamu kwa ujumla kwenye kuwapa elimu? Mimi niwaambie wakulima hawana sababu ya kukata tamaa. Hawana sababu ya kukata tamaa, na ndio maana serikali imeendelea kuweka rasilimali kubwa kwa wataalamu. Wataalamu wapo. Na ndio maana haijashindikana baada ya wao kuona uwezo huo bado hawana. Wizara ya Kilimo huku Zanzibar kupitia ofisi ya Katibu Mkuu wakaona kwamba hatujashindwa. Ni Tanzania. Hii ni moja. Mamlaka nyingine kutoka Tanzania bara kuja huku. Ili yote hii ni kuhakikisha kwamba mkulima anakuwa salama. Mkulima anakuwa salama na hakati tamaa. Kwa sababu na sisi lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na kilimo chenye tija. Kilimo chenye tija kama unavyofahamu, tunaleta vitu vingi, tunaleta ajira, tunapata chakula cha kutosha. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinatokana na kilimo chenye tija. Kwa wasikate tamaa, wataalamu wapo na kwa sasa wako vizuri na wanaendelea kuwa vizuri. Shule sio siku moja, sio siku moja. Kwa shule ni endelevu kwa wakulima lakini pia na kwa wataalamu. Tunaendelea kujinoa kuhakikisha kwamba tunaweza kuwahudumia wakulima wetu wakawe na kilimo chenye tija, waweze kupata faida ya kile ambacho wanakifanya. Lakini pia basi nikizungumzia kwenye idara ya kilimo kwa huku Zanzibar, kama ambavyo nilikuambia sisi bara mambo yalikuwepo, na ndio maana basi mamlaka ina hiyo kitengo cha udhibiti wa visumbufu vya mimea vya mlipuko. Ndio maana sisi kituo kile kipo. Kwa tunaamini kupitia hili pia na wenzetu kuendelea kufanya, kwa maana ya kwamba pia hata mambo ya budget na nini pia pesa naweza kufanya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa tegemee hivi vitu. Nimeshaambiwa ni vitu vya mlipuko. Hujajipanga kipo. Hujajipanga kimetokea. Wewe umeshajipanga kwamba labda baada ya muda fulani kitatokea, unashangaa kimetokea ghafla. Kwa ni vitu tu vya kuendelea kujipanga. Basi na kuendelea pia kuna wataalamu zaidi ili basi tuweze kufikia lile lengo ambalo tunalitarajia. Sawa, nikushukuru sana mtaalamu. Asante.
Mtazamaji wa Kilimo TV, huyu alikuwa ni mtaalamu kutoka TPHPA ambaye ametueleza mengi kuhusiana na huu mlipuko wa panya kwenye mabonde yetu ya mpunga hapa Zanzibar, na ametuambia ni jinsi gani wanatoa elimu kwa wakulima, wataalamu kuhusiana na kudhibiti huu mlipuko, ni jinsi gani wanaweza kudhibiti uwepo wao. Hii tutoe kongole kwake Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa kuhakikisha anawafikia hawa wataalamu kwa kuja kutatua tatizo hili kwa hapa kwetu Zanzibar. Vile vile watu wa divisheni ya mimea na udhibiti wa mazao wanapata na kujifunza kupitia hawa wataalamu ambao wameweka kambi kwa hapa Zanzibar. Nikwambie tu sisi Kilimo TV kwa siku ya leo hatuna la ziada. Shukrani zangu kwa crew nzima ya Kilimo TV kwa kuhakikisha haya mazungumzo yanakufikia wewe moja kwa moja. Mimi Sabra Salum Harris. Usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama TikTok, Instagram na YouTube kupitia Kilimo TV. Hadi muda mwingine, usiache kufuatilia vipindi vyetu.